Umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaweza kufanya kosa linalofanana, lakini mmoja akaendelea kukua huku mwingine akirudia kosa lile lile tena na tena? Huenda tofauti haiko kwenye kosa lenyewe. Tofauti iko kwenye kile wanachofanya baada ya kosa kutokea. Katika maisha, ni rahisi sana kutaka kuonekana tunajua kila kitu. Mfanyakazi anaweza kukosea na akaogopa kusema. Entrepreneur anaweza kufanya uamuzi usiofanikiwa, halafu akajaribu kuuficha. Kiongozi anaweza kuona kitu hakifanyi kazi, lakini akaendelea nacho kwa sababu hataki kuonekana amekosea. Na wakati mwingine hata sisi binafsi tunafanya hivyo. Tunapokutana na matokeo ambayo hatukuyatarajia, swali letu la kwanza huwa ni nani amekosea, badala ya kuuliza tunaweza kujifunza nini hapa. Fikiria kijana anayeanzisha biashara. Anaweka muda, nguvu na fedha kwenye idea yake, lakini baada ya muda, matokeo hayaji kama alivyotarajia. Anaweza kuhitimisha kwa kusema, biashara hii haifanyi kazi. Lakini mtu mwingine anaweza kuangalia jambo lile lile na kusema, sawa, ni sehemu gani haifanyi kazi? Je, ilikuwa product, marketing, bei, timing, au namna alivyowasiliana na customer? Hapo ndipo tofauti inaanza. Mmoja anaona failure kama hukumu, mwingine anaiona kama feedback. Katika black box thinking, Matthew Syed anatupatia perspective muhimu sana kuhusu namna tunavyoweza kujifunza kutokana na makosa. Anatumia mfano wa mifumo ambayo hukusanya taarifa baada ya tukio ili kuelewa kilichotokea na kuweza kuboresha hatua zinazofuata. Na hapa kuna lesson kubwa sana ambayo si aviation au medicine pekee. Ni lesson ya maisha. Kosa linaweza kuwa na thamani kubwa ikiwa utaligeuza kuwa information. Kwa sababu tatizo si kwamba tumekosea, tatizo ni kukosea bila kujifunza. Ukiendesha biashara na kampeni moja ikashindwa, usikimbilie kusema marketing haifanyi kazi. Jiulize, ni assumption gani ilikuwa wrong? Customer hakuelewa nini? Ni sehemu gani ya process ilikwama? Na ukifanya hivyo, unabadilisha namna unavyoifanya biashara. Vivyo hivyo kwenye personal growth. Ukiomba opportunity na hukupata, si lazima maana yake kwamba wewe huna uwezo. Labda kuna skill unahitaji kuiboresha. Labda presentation yako haikuwa strong. Labda hukujenga relationship vizuri. Labda timing haikuwa sahihi. Hapo ndipo growth mindset ya kweli inapokuwa practical. Kuna mindset moja ambayo inaweza kubadilisha kabisa namna unavyoangalia maisha. Usiogope taarifa inayokuonyesha kwamba kuna kitu hakikufanya kazi. Kwa sababu taarifa hiyo inaweza kuwa ndio inayokuonyesha kile unachohitaji kuboresha. Mtu anayekubali feedback si mtu dhaifu. Ni mtu anayekubali kwamba amekosea na si lazima awe ameshindwa. Wakati mwingine, uwezo wa kusema hii haifanyi kazi, hebu tujue kwa nini, ndio mwanzo wa mfumo bora zaidi. Hii ni muhimu sana kwa entrepreneur, kwa sababu biashara nyingi hazikui kwa kufanya kitu perfectly from day one. Inakuwa kwa kujaribu, kupokea feedback, kujifunza, kurekebisha na kujaribu tena kwa hekima zaidi. Kwa hiyo, next time unapokutana na setback, usikimbilie kujihukumu. Chukua dakika chache na ujiulize maswali matatu. Nini kilitokea? Kwa nini kilitokea? Nifanye nini ili next time niwe bora zaidi? Hayo maswali matatu yanaweza kugeuza experience mbaya na kuwa lesson yenye thamani zaidi. Kwa hiyo, huenda mafanikio si kuwa mtu ambaye hafanyi makosa. Huenda ni kuwa mtu ambaye kila kosa linapotokea linamuongezea uwezo wa kufanya vizuri zaidi wakati mwingine. Usipoteze kosa kwa kulificha. Litumie kama taarifa ya kujenga mfumo bora zaidi. Jina langu ni Matiko Joseph. Unaweza kujiunga na grupu la vijana Mindset Hub kwa kutuma ujumbe mfupi kwa kupitia namba ambazo zimeandikwa hapo chini kwenye description,
au kubonyeza link moja kwa moja na uwe sehemu ya safari ya vijana ambao wanajenga ndoto zao, kukua na kuimarika pamoja. Karibu.